Leo nina ujumbe wa kinabii. Mwambie jirani yako, leo mchungaji ana ujumbe wa kinabii. Unasema hivi karibuni Samuel wako atazaliwa. Soon your Samuel will be born. Tunamjua Samuel, si ndio? Na tunazungumza habari zake sana, lakini tunasahau ya kwamba Samuel alikuwa ana mama aliyefight kumpata, ambaye alikuwa anaitwa Hana. Hana aliolewa na baba mmoja akiitwa Elikana, na huyo Elikana alikuwa ana wake wawili, Hana na mke mwingine akiitwa Penina. Tunazungumzia Agano la Kale, kwa hiyo wakati huo walikuwa na wake zaidi ya mmoja. Sasa kwa bahati mbaya sana, Hana hakuwa na mtoto, hakuwa amezaa na Elikana, wakati Penina alikuwa na watoto. Kwa hiyo Biblia inasema mwaka kwa mwaka yule mwanamke alipokwea kwenda nyumbani kwa Bwana, ndivyo yule alivyomchokoza. Basi kwa hiyo yeye, yani Hana, akalia asile chakula. Kwa hiyo Hana akawa anachokozwa, lakini ashukuriwe Bwana. Tunasoma sura ya kwanza mstari wa 20, inasema wakati ulipowadia. Kuna wakati utawadia, kuna majira ya Mungu yanakuja. Samueli wako lazima azaliwe. Hana akachukua mimba na kuzaa mtoto mwanamume, akamwita jina lake Samueli. Samuel kwa wewe sasa ni kile kitu unachokihitaji sana. Ni kile kitu Mungu angetokea sasa hivi angesema, niambie jambo moja unatamani nikutendee, ni lipi? Ni lile jambo linalosonga moyo wako sana. Ni lile jambo linawafanya kina Penina wakudhihaki, wakudharau, wakuchokoze, wakuudhi. Inaweza ikawa ni kazi, inaweza ikawa ni biashara ambayo unatamani uifanye, pengine ni mtoto, pengine ni fedha ambazo zinakufanya udhihakiwe. Wewe tangu umeokoka tuoni lolote, una lolote, si chochote na nini. Nisikilize, una wakati ifike mahali tuseme hivi, Samueli ni lazima azaliwe. Kwa nini? Kwa sababu mbili. Asipozaliwa Samuel, akina Penina ambao wako wengi kwenye familia, kuna akina Penina, kwenye kazi kuna akina Penina, na kwa bahati mbaya sana mpaka makanisani akina Penina wapo ambao wanawadhihaki watu wengine kwa sababu hawana kile na kile na kile. Samuel asipozaliwa, akina Penina wataendelea kukudhihaki, wataendelea kukudharau, wataendelea kukuchokoza. Samuel lazima azaliwe. Mbili, maumivu yataendelea. Ndio maana Biblia inasema wakati ulipowadia. Hebu sema wakati ulipowadia. Na huo wakati ni sasa, sema amina. Ninaweza nikasikia moyoni mwangu ya kwamba muda wa machozi umepita, muda wa kuumia umepita. Kwa nini? Kwa sababu ninaona kina Samuel wanazaliwa. Ninasikia kelele za kina Samuel wanazaliwa. Ninasikia biashara zinazaliwa. Ninasikia kazi zinaanzishwa. Ninasikia uchumi unainuliwa. Kama kuna mtu mmoja tu anayeamini, aniambie amina mbele za Bwana. Samuel lazima azaliwe. Sema amina watu wa Bwana. Na unajua Samuel akizaliwa nini kitatokea? Jambo la kwanza, akina Penina watapoteza agenda, kwa sababu akina Penina agenda yao, yule mama hajazaa, yule mama hajazaa. Unamjua yule mama ambaye hajazaa, lakini nisikilize, Mungu atageuza habari za mjini, zitakuwa yule mama ambaye alikuwa hajazaa sasa ananyonyesha, yule binti ambaye alikuwa hajaolewa sasa ameolewa, yule jamaa ambaye alikuwa anapanga anaingia kwenye nyumba yake, yule jamaa ambaye hakuwa na gari sasa sema amina. Ninatabiri Samueli lazima azaliwe. Amina watu wa Bwana. Agenda itabadilika. Samuel must be born in the name of Jesus. Samueli lazima azaliwe. Lakini anazaliwaje? Moja, kwa njia ya maombi ya kuzama. Au Samuel will be born, number one, through deep prayer. Maombi ambayo yasiyokata tamaa. Maombi yale ya kusema lazima kieleweke. Maombi yenye uwepo wa Roho Mtakatifu. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake, akamwomba Bwana, akalia sana. Nisikilizeni watu wa Bwana,
Akina Samueli wengi wanazaliwaga magotini, my friend. Nisikilizeni watu wa Mungu. Akina Samueli wanazaliwa magotini, my friend. Kazi za maana zinazaliwa magotini, my friend. Wachumba wanaotoka kwa Mungu wanazaliwa magotini, my friend. Hawatoki hapa. Mipango mikubwa inazaliwa magotini, my friend. Samueli wako atazaliwa if you deeply pray and pray and pray and pray. You pray in the morning, you pray in the afternoon, you pray in the evening. Pray. Omba mtu wa Mungu. Ninasikia kelele za kina Samueli wakizaliwa. Ninasikia kazi zikizaliwa. Nasikia mabiashara yakizaliwa. Nasikia watoto wakizaliwa. Wakati unakuja akina Penina watakuwa hawana cha kusema tena. Wametusema muda mrefu, Mungu wao yuko wapi? Watamuona Bwana, watamuona Mungu wetu. They will see my God. Zanzibar will see my God. How Samuel is going to be born? Number one, through deep prayer, maombi. Lakini mbili, lazima tuombe sawasawa na mapenzi ya Mungu. Jamani, amina. Nisikilizeni, Mungu hasikii tu, hajibu tu maombi kwa sababu ya machozi, lakini pia anajibu kwa sababu tunaomba sawasawa na mapenzi ya Mungu. Yaani huwezi kulia machozi kabisa unasema, Baba, mimi kwa nini sina hela wakati kule benki kuna hela? Baba, nipe uweza nipate bunduki na mimi. Hiyo atakujibu shetani. Sikiliza huyu mama alivyokuwa anaomba, Hana, mstari wa 10. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu rohoni mwake. Huwezi kuomba kitu kwa maombi ya mazito kama unaona ni sawasawa. Yaani ifike mahali useme hapana, hii si sawasawa. Huyo alikuwa na uchungu rohoni mwake. Akamwomba, akalia sana. Akaweka nadhiri akasema, Bwana wa majeshi, ikiwa utaliangalia teso la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako, na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake. Nipe kazi, hata hiyo kazi itakuwa Samuel. Hujaelewa. Nipe fedha, hizo fedha zitakuwa Samuel. Samuel ni nani? Ni mtu aliyetumika hekaluni. Yaani kazi yako inatakiwa imtumikie Bwana. Biashara yako imtumikie Bwana. Ukiomba hivyo, Mungu lazima akupe. Jamani, amina. Nione mikono ya watu wanasema, nataka Samuel azaliwe katika maisha yangu mwaka huu. Omba sawa sawa na mapenzi ya Mungu. Amina, watu wa Bwana. Omba, lakini omba sawa sawa na mapenzi ya nini? Ya Mungu. Hakika Mungu atakujibu. Na ukiweka nadhiri, hakikisha ya kwamba unaitimiza.